is legally secured and stable. Naam, je, ni nani atakuwa rais wa chama cha mawakili nchini LSK? Naam, ndilo swali ambalo Wakenya wengi wanajiuliza huku shughuli ya kujumlisha na kuhesabu kura ikiendelea kote nchini. Mawakili wamepiga kura leo hii kuwachagua viongozi mbalimbali katika chama hicho, kuu zaidi wakilenga kupata uongozi mpya utakaowasimamia na kulinda utawala wa sheria kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Mwanahabari wetu Esther Diana amefuatilia uchaguzi huo na kuandaa taarifa ifuatayo ambayo imetiwa sauti na Robinson Okenya. Wakili waliosajiliwa chini ya chama cha mawakili wa Kenya leo walijitokeza kwa wingi kupiga kura kuwachagua viongozi wao. Kuanzia Machi mwaka 2026, uongozi mpya utaingia madarakani kwa muhula wa miaka miwili. But the turnout has been fairly good. We have seen lines streaming in. We've tried to increase the polling stations this year to ensure that we don't have the overly long lines that we saw in the last elections. And the elections board has been moving around to ensure that there's proper management and that everyone is able to quickly get the stream that they're supposed to vote in and be able to get adequate assistance. Mawakili wa kongwe waliwasihi wale watakaochaguliwa kushika nyadhifa na kufuata nyayo za rais anayeondoka madarakani Faith Odhiambo, ambaye wanasema alikuwa kiongozi wa mfano. I would want to emphasize that my learned colleagues continue the tradition that President Faith Odhiambo set. And even when it became difficult to accept some appointments by the executive, she listened to the voice of our members. Faith Odhiambo surprised many. I think she has exhibited very strong leadership, very independent, and not intimidated by the executive. Kulingana na LSK, takriban mawakili 20,000 waliosajiliwa walitarajiwa kupiga kura kuchagua rais wa LSK, makamu wa rais na wajumbe wa baraza la LSK. Wale ambao watachaguliwa na kupatiwa na nafasi ya kuongoza chama chetu cha LSK wajue kwamba wao ndio sauti ya uzalendo. We want strong leaders for the law society of Kenya, leaders who are going to deliver matters public interest, leaders who are going to ensure that the judiciary is not corrupted. Walisisitiza umuhimu wa kulinda misingi ya kikatiba na kupinga matumizi mabaya ya mamlaka ya utawala pamoja na ukatili wa polisi na kuweka taaluma ya sheria katika nafasi ya kulinda demokrasia kuelekea mwaka 2027. We have the issue of sexual harassment that has come to the fore, that we have now since set an anti-sexual harassment committee that it's now going to be up to the next council to take up that responsibility and ensure proper investigations are done and actions taken against perpetrators. Rais wa LSK anayeondoka madarakani Faith Odhiambo anasisitiza kuwa LSK itaendelea kuwa sauti dhabiti na huru katika kulinda katiba na kuhakikisha pia inawajibisha idara ya mahakama. Naam, katika siasa ni kwamba maswali mengi